Kamishna wa Division ya Fedha na Mipango CP Chacha Bina Jackson kwa niaba ya mkuu wa jeshi amewataka watumishi wa Jeshi la Magereza kutumia mabaraza na vikao mbalimbali kufikisha maoni yao, kwani ndio utaratibu sahihi wa kijeshi. Kauli hiyo ametoa leo tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Jeshi la Magereza makao makuu eneo la Msalato jijini Dodoma alipokuwa mwenyekiti wa baraza la kila mwisho kwa watumishi. Aidha, pamoja na mambo mengine, CP Chacha amewataka wakuu wa sehemu na vitengo kutumia bajeti kwa malengo yaliyokusudiwa. Naye kwa upande wake mkuu wa sehemu ya sheria na usalama wa magereza DCP Janet Kea amemshukuru CP Chacha kwa namna alivyosimamia baraza hilo. Kukushukuru sana kwa namna ambavyo umeendesha kikao cha leo, kwa namna ambavyo umewapa uhuru waliohudhuria kikao hiki. Kwa kweli naamini kila mtu ametumia fursa yake, na nichukue nafasi hii kuwashukuru pia meza kuu kwa namna ambavyo mmechangia wale ambao wamepata nafasi. Ninaamini kila mtu amepata kitu kutoka kwenye kile ambacho tumezungumza, lakini zaidi sana nashukuru maafisa na askari kwa namna ambavyo mmetumia fursa yenu vizuri kwenye ajenda na mengineyo. Mmezungumza yale ambayo wengine wamepata majibu, namna ambavyo watatatua zile changamoto ambazo mmezizungumzia, lakini uongozi wa jeshi namna ambavyo tutaendelea kuboresha kutokana na ushauri ambao mmeutoa. Niwashukuru wakuu wa vitengo kwa namna ambavyo mmetoa ufafanuzi, mlivyopewa nafasi ya kutoa ufafanuzi zaidi. Mungu awabariki sana, na mwisho kabisa nashukuru wote kwa kuhudhuria kikao hiki siku ya leo. Pia katika baraza hilo mkuu wa sehemu ya afya Sakapu Nsajigwa Mwankenja amekumbushia uwepo wa bima ya afya kwa wote, kujiepusha na ajali za pikipiki na upimaji wa ini, huku mkuu wa sehemu ya kilimo, mifugo na mazingira Sakapu Daim Morosha akisitiza suala la upandaji wa miti. Kuna suala la bima ya afya kwa wote, sheria imeshaanza kutumika.
Kwa hiyo kwa wale ambao wana familia kubwa, yani ile ya kusita haitoshelezi, basi tumie hiyo fursa. Ni shilingi 150. Hiyo pakeji ya 150 inakava watu wengine 6. Kwa hiyo tembeleni bima ya afya, mtapata maelekezo zaidi kuhusu swala la bima ya afya kwa wote. Lakini kuna swala lingine niliwahi kuongea kikao fulani, ajali za pikipiki bado ni janga, tuchukue tahadhari. Mwezi huu tu wa kwanza tayari STACCO wawili hapa makao makuu wamepata ajali ya pikipiki. Kwa tuchukue tahadhari jamani, hatukatazi tusitumie pikipiki, lakini tumieni kwa tahadhari. Lakini na vyombo vya usafiri tunavyotumia tuviangalie. Kuna ajali imetokea Iringa, tumepoteza askari, alipanda guta. Lifti zipo jamani, lakini uangalie ni lifti ya namna gani unachukua. Alipanda guta, likashindwa, likafeli breki, likaenda kujipigiza kwenye ukingo wa barabara, yeye anakuja barabarani, lori ikatoka huko likampitia. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, basi hata chombo tunachokitumia tumia kile chombo ambapo kipo kwa ajili ya kubeba abiria. Guta ni kwa ajili ya kubeba mizigo na abiria mmoja tu ndiye anayeendesha. Lakini swala la tatu ni kuhusu changamoto ya homa ya ini. Bado ni changamoto kubwa, ipo inaendelea. Wenzetu walienda kwenye uhakiki Kiwira, wamepata watu kule wenye maambukizi ya hiyo virusi vya homa ya ini. Kwa hiyo tupate chanjo, ni ugonjwa wenye chanjo. Toe hapo 10,000, 20,000, 30,000, pata chanjo jamani, kuliko kubaki hivi. Bahati mbaya siku hizi hata kinga hatutumii. Kuna mtu akauliza sasa hivi ukimwi huko? Ukimwi bado huko, lakini siku hizi kuna homa ya ini hiyo. Tutumie kinga. Kondomu zimejazana vile chooni, kila unapoenda kuna ziko vile vile. Zipo kwa ajili ya kuzitumia ili tujikinge na hayo maradhi. Kwa upande wa mazingira tunashukuru kwa kuonyesha kweli kwa watoto ya Afrika kwa sababu tunaonyesha leo, lakini sisi kama waandishi wa maelezo kupitia ofisi ya bima mfuko wa tunzaji wa mazingira tunaomba tusisitize sana swala la upandaji wa miti. Hapo ilipita kupanda miti kule kwa barabara na kusema kwa lugha, lakini bahati mbaya kama ufahamu ni watu walio kwa kubwa sana na kile kitu cha jua ile na baadhi ya Afrika, lakini tunaenda utaratibu wa kurudishia ile ambayo imeharibika ya ile ambayo imekufa kabisa. Kwa hiyo utaratibu huu na tunataka msaada kwa chansi yenyewe katika taifa, na pia tunataka kupata msaada kwa taasisi za hasa TFS kwa kusaidia sabichi kwa ajili ya kupanda kama kwa nani mwanzo kwa katika kushirikiana kwa jeshi kama ilikuwa imeeleza kupanda miti mingi sana katika eneo letu. Tumefanya utaratibu wa kufanya kuzunguka kwa kama ile ambayo kufanya ngapi tunapata kama 120. Tumefanya utaratibu wa kufanya miti kuzunguka kuisha watu wa kuendelea, lakini pia leo tulikuwa na wataalamu wa mipango, tuko tunaangalia maeneo ili kusudi kuona namna gani kwa kuhakikisha miti inakuwa, kwa sababu na changamoto wakati ya kiangazi kama inakuwa machache au tunasema na watu kwa maana kwa kuweza kufanya kwa sababu kwa katika hiyo wakati wa maji ili tuweze kutumia miti hata kipindi cha kiangazi. Lakini hiyo sisi sote tunaamini kwamba tunaishi katika nyumba na eneo la barabara. Tujitahidi sana kupanda miti katika haya maeneo sisi tunaishi. Kama kuna mtu ambaye anakuwa anahitaji miche ya miti tusiweze kupanda kwenye barabara, basi sisi tunakuwa na ofisi yako, sababu sisi tunakuwa na uwezo mkubwa sana wa kupanda miche kutoka kwenye shamba letu, msanii kuleta kwa tunaleta kwa mahitaji na baadhi ya watu tuweze kupatia miche kwa pande baada ya kuishi. Kufanyika kwa baraza hili ni utaratibu wa kijeshi kwamba kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi watumishi wakutanike kwa lengo la kutathmini utendaji wa kazi zao.